katika kanisa la TAG El Shaddai hapa mjini ya Mariachana. He's done so much for me, I cannot tell it all. Nakaribisha watu wote katika kanisa letu hili zuri la TAG. Kwa kweli ni kanisa ambalo linalea watu kiroho na kimwili pia. Kwa hiyo karibuni sana, jisikieni huko nyumbani kwa baba yenu. Amen. Tunaye rafiki yetu na ndugu yetu ambaye amekuwa nasi tangu siku ya kwanza alikimbia. Katika
Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli tumebarikiwa sana naye. Mungu akubariki. Isiwe ni kwenye hii semina, tuna siku nyingine uje. Amina. Basi wapendwa, bila kupoteza muda, majira haya naomba tusimame. Naomba tusimame majira haya. Basi tumpigie Yesu makofi wakati mchungaji Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kristo amefufuka. Amen. Kristo amefufuka. Haleluya. Amen. Basi ni siku njema, ni Jumapili ya Pasaka. Naomba uwe na moyo ulio wazi mbele za Mungu, mbele za Bwana Yesu. Naye atakujaza. Amen. Haleluya. Amen. Basi kabla tujaendelea, nitamwomba mke wangu penzi apate kufungua kwa neno, apate kuniombea. Amen. Tuombe. Baba mtakatifu, tunakushukuru sana. Tuko mbele zako tumejaa furaha. Tumejaa furaha kwa sababu Yesu yu hai leo. Na kama sivyo, sisi Ukristo wetu ungekuwa ni bure. Hivyo tunakushangilia Mungu wetu. Tunakubariki kwa chakula ambacho tayari umekwisha kutuandalia. Na wakati huu mtumishi wako atakapokuwa akitulisha neno lako, Roho Mtakatifu na kusihi ukaendelee kuwahudumia watu wako, endelea kuwaponya watu wako, endelea kuwainua watu wako, endelea kuwapa majibu ya mahitaji yao ambao wamekuja nyumbani mwako siku ya leo wakiwa na matarajio makubwa. Basi mioyo yao ikawe wazi mbele zako, nawe Mungu wa rehema, Mungu wa upendo, wala usiwaache wakarudi nyumbani kama walivyokuja, lakini ukamhudumia kila mmoja. Mhudumie mtoto mdogo, wahudumie wanawake na wanaume, wahudumie kwa upendo wako wa Kalvari Yesu, ukapate kusema na mioyo yao. Siku ya leo tukauone mkono wako, siku ya leo tukakuone Bwana, siku ya leo ukatutie nguvu mpya, ukatuhuishe upya, ukafufue mambo yetu ambayo yalikuwa yamekufa yakafufuke pamoja na wewe, ukatupe upya katika maisha yetu. Tunakuinua Bwana, tunakutukuza Bwana, tunakusifu Mungu, tunakushangilia Bwana, tunalibariki jina lako tukisema Yesu yu hai. Yesu yu hai. Kwa kweli Yesu yu hai. Yesu yu hai leo. Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Amen. Makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Asanteni naeni kuwabariki. Tunamshukuru Mungu kwa siku njema ambayo ametupa. Sijui kama unaelewa. Unajua ukiamka asubuhi alafu unapumua, uko kawaida, ukijinyosha uko pale, unazo sababu za kumshukuru. Unazo sababu za kumshukuru. Amen. Kwa sababu hii pumzi ni ya kuazimu. Bwana asifiwe. Mwenyewe akihitaji tunakuita marehemu. Bwana asifiwe. Lakini Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa upendo, ametupenda na anashughulika sana na maisha yetu. Sana. Asubuhi ya leo napenda kwanza kabisa kushukuru mchungaji, viongozi wa kanisa hili na waongozi wote kwa kutu
wametuona tunastahili kuwepo hapa leo. Bwana asifiwe. Kuwa sehemu ya ibada hii mahali hapa, kuweza kuwa na semina neno la Mungu, hasa kuhusiana na ufufuko, nguvu ya ufufuko wa Bwana Yesu Kristo. Tunashukuru sana kwa fursa hii. Pia tunashukuru kwa wote ambao wameshiriki vizuri katika semina hii, hasa nashukuru kwa ajili ya waendesha vyombo hapa, waendesha ibada, sifa na kuabudu, lakini pia kwa ajili ya waimbaji. Tumekuwa na waimbaji mbalimbali. Mungu awabariki sana waimbaji wa kanisa hili, kwaya, lakini pia tumekuwa na mwimbaji wetu Ana. Mungu ambariki. Tunashukuru sana kwa ushiriki huo. Hivyo baada ya kusema hayo yote, ninapenda kueleza kwamba anayesimama mbele yenu naitwa Mchungaji Dr. Michael Mgodo. Mimi ni mchungaji msaidizi pale CCC Upanga, City Christian Center Upanga, kanisa la TAG Dar es Salaam. Na ni kanisa ambalo na mchungaji wetu kiongozi Ashalua na wengi wanaosaidia pale. Linakuwa kanisa kubwa, linafikia watu wanakadiriwa 1000. Wanasifiwe. Kwa hiyo tunahitaji kuombeana. Sisi tuko kule Dar es Salaam, nyinyi mko Arusha na wako wengine sehemu mbalimbali za nchi yetu. Mungu, Bwana Yesu huyu ambaye leo amefufuka, kabla hajapaa aliwapa maagizo wanafunzi wake, na sisi ni sehemu ya hao, akisema, enendeni ulimwenguni mkaihubiri Injili na kuwafundisha wote hao watakaookoka, kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa agizo hilo tunahitaji kuifikia nchi yetu wenyewe. Na ninyi watu wa hapa njia ng'ombe wanaitwaje? Maji ya Chai. Wa hapa Maji ya Chai, mnahitaji kuwafikia watu wa Maji ya Chai. Bwana asifiwe. Na pia viunga vyake vyote mnahitaji kuwafikia. Ndio agizo letu wote. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wewe mtu mmoja mmoja pale ulipo, tunahesabu ile nyumba yako ina nuru ya Kristo. Haleluya. Imefikiwa na Yesu. Lakini je, nyumba zinazokuzunguka zina Yesu? Zina nuru? Na wewe pia unalo jukumu lile ambalo Bwana Yesu ametupa sote. Enendeni mkaihubiri Injili kwa kila mtu, na aaminie na kubatizwa ataokoka. Na kisha kuokoka, wewe unamfundisha wanasikivu kuzishika zile amri au zile njia ambazo Bwana Yesu amekuagiza wewe, na wewe unampatia. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sote tunayo fursa sawa kuifanya kazi ya Mungu, na siku ya leo ndio imetupa hiyo fursa. Haleluya. Siku hii ya ufufuko ndio imetupa hiyo fursa, kwa sababu ni sharti kwanza tuwe na uhakika kwamba hii ni njia ya uzima, hii ni njia ya kupita, ndipo tuipite. Bwana asifiwe. Na Mungu katika hekima yake na utashi wake aliona ni vema ya kwamba uwepo na njia ya kumrejeza mwanadamu kwake, na aliona kwamba
kuwa na dhabihu ambayo itamtosheleza, ambayo ni takatifu, ambayo haina mawaa, haina dhambi ndani yake. Kuwa na dhabihu hiyo ndio ilikuwa stahiki ili tupate wokovu. Mungu ilimpendeza kwamba Yesu Kristo aje kufanya hiyo kazi, kwa sababu hakuonekana mtu. Ni kama lile neno katika Isaya, tumtume nani? Bwana asifiwe. Ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Na kila wakiangalia hakuna mtu, mpaka Isaya akasema nitume mimi Bwana. Haleluya. Lakini Yesu akasema kutoka mbinguni, ni mimi Bwana. Na katika Ufunuo tunasema nani anaweza kustahili kufungua kile kitabu? Hakuonekana mtu ila mwana kondoo. Haleluya. Yeye pekee yake aliyeweza na anayestahili kuleta wokovu kwa ulimwengu uliopotea. Kwa hiyo Bwana Yesu amekuja na neno lake linatoa uthibitisho kwamba atakuja, atakufa na atafufuka siku ya tatu. Na baada ya hapo atapaa, atarejea kwa Baba yake. Lakini hiyo kazi, hiyo damu iliyomwagika haiendi bure. Ni damu ambayo Mungu ameipa uwezo iweze kuokoa wote. Yaani inatoka mara moja, inafaa kwa wote, wale waliozaliwa wakati ule, watakaokuja na hata waliokuwepo kabla ya Yesu. Wote damu hiyo iliwafaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo leo tunasherehekea ukombozi wetu. Tunasherehekea kuja kwa Mwokozi na kukamilisha ile kazi. Yesu alisema, sikuja kutangua Torati, nimekuja kuikamilisha. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndani ya Yesu tunaona ukamilifu wa Mungu, ukamilifu wa njia ya Mungu, ukamilifu wa wokovu wa Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naposema Yesu amefufuka, tunayo furaha kubwa na shangwe. Sitasahau nilipokuwa Urusi miaka baada sasa sijui 40 iliyopita, kitu kama hicho, miaka 35 iliyopita. Tulikuwa wakati ule, wakati wa ukomunisti. Wakati wanajua habari za ukomunisti, maana naweza nikasema kitu ambacho nasema. Haleluya. Sasa pengine hamtaweza kuelewa, lakini kuna falsafa ya ujamaa. Sawa? Hiyo mnaelewa. Kuna falsafa ya ubepari. Naelewa hiyo. Basi ile ya ujamaa ikaendana na falsafa nyingine ya ukomunisti. Maana yake ni ujamaa ambao kila kitu ni serikali inasimamia moja. Alafu ni falsafa ambayo ilikuwa inafuta dhana ya Mungu. Inasema hakuna Mungu. Naona tulienda Urusi katika wakati kama huu ambao kule ndio ilikuwa inatawala. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anasema habari za Mungu alionekana ni mtu potofu na adui, kiasi kwamba waliuawa wachungaji wengi sana kipindi hicho. Watu wengi wa Mungu waliangamizwa, waliuawa kwa sababu ya imani hiyo ya kikomunisti iliyopinga uwepo wa Mungu na watu kumjua Mungu, wakisema imani hizo ni mbaya. Sikia usemi huu wa Kristo amefufuka, wanasema kwa Kirusi Christos Voskres, na wanasema kwa furaha kubwa na kwa kiburi cha ajabu, mpaka unaona wivu kama hawa watu wanampenda Yesu kweli.
Christos Voskres, maistine Voskres. Haleluya. Sitaki useme tena hivyo, maana unaweza ukajitafuna. Lakini ukisema kwa Kiswahili inatosha. Kristo amefufuka. Kristo amefufuka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika mazingira haya watu wa Mungu walikuwa wakijitoa kule Urusi sana. Hawaogopi kwamba kuna kifo mbele yao. Walimwamini Yesu. Waliamini kwamba Yesu ndiye Kristo. Na kila alichosema walisimamia. Hawakuweza kupata Biblia kama wewe na mimi leo. Nikikuuliza unayo Biblia hapa, uonyeshe. Hutanionyesha baadhi yenu. Au watu ambao wanazo. Hebu funga Biblia yako. Oh, barikiwe watu wa Mungu. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Uwe na neno, lakini pia naomba ulisome. Bwana asifiwe. Ulisome. Sasa wale Warusi walikuwa hawana. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunazitafuta za Kirusi kutoka nchi nyingine na tunawasaidia kuzipata kwa kificho. Bwana asifiwe. Maana polisi akigundua wewe unayo Biblia ya Kirusi na unagawa, unaenda jela. Bwana asifiwe. Kama utasabai. Lakini walipopata, kwa sababu Warusi ni nchi yao ni kubwa sana, walikuwa watu zaidi ya milioni 260. Wakipata moja, wanashirikiana. Kwa vipi? Wanainakili kwa mkono, wanakopi kwa mkono, wanaandika kwenye karatasi na kugawana zile karatasi. Bwana asifiwe. Fikiria wewe unakili hii Biblia kutokea mwanzo mpaka Ufunuo. Utaweza? Utaweza? Sasa wao walikuwa wanafanya. Kwa nini? Wana kiu. Wanataka kujua Yesu alisemaje. Neno la Mungu linasemaje? Hapa niko sahihi? Ninaishi sahihi au nimekosea? Walitaka kujua. Sijui kama wewe unataka kujua kama hapo ulipo uko sahihi. Sijui kama wewe unataka kujua kama hapo hivyo unavyoishi uko sahihi. Tafuta kumjua Mungu. Bwana asifiwe. Tembea na Mungu. Tembea na Mungu. Amen. Tafuta kumjua Mungu. Amen. Ukimjua Mungu, ukamwishia Mungu, utahitaji kitu. Bwana asifiwe. Ndio pale Yesu anasema, mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, ombeni lolote mtakalo. Ombeni lolote mtakalo. Unajua kwa nini yatatokea? Kwa sababu hutaomba mambo ambayo Mungu hataki. Kwa maana wewe huko haukai kwenye mambo ambayo Mungu hataki. Unalishika neno lake, unatembea kwa neno lake, unafuata njia yake. Sasa saa ngapi utaomba kitu ambacho yeye hataki au hana mpango nacho? Hautaonekana. Ndio maana ukikaa ndani yake, neno lake likikaa ndani yako, omba lolote. Bwana asifiwe. Litakuwa. Kwa sababu hakika utaomba sawa sawa na mapenzi. Maana mapenzi yake yamekuwa mapenzi yako. Neno la Mungu ni muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakuja kwenye ujumbe wa leo ambao leo ni siku ya Pasaka. Kwa hiyo leo tunazungumza habari za nguvu ya ufufuko wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hii nguvu tutaipataje? Lakini kabla hatujaingia kwenye nguvu hiyo na jinsi ya kuipata, hebu tuone ilikuwa kuwaje kwamba leo
ikawa siku hii ambayo tumeitarajia, tumeingojea sana. Ilikuwa kuwaje? Miaka 2000 iliyopita Bwana Yesu alipokufa Ijumaa, akapotea kwa Jumamosi, hatujui ilitokea nini, alafu Jumapili akarejea. Ilikuwa kwaje? Katika kipindi kilichopita nilisema habari za ahadi ya Yesu ya kwamba bado muda kidogo nitaondoka, hamtaniona, na bado kitambo kidogo mtaniona. Na wakawa wanafunzi wake wanajadiliana, hii maana yake nini? Akawaambia, msiogope, maana nitakapokuwa hasionekani ulimwengu utafurahi, lakini nyinyi mtahuzunika. Lakini baada ya muda mtaniona, na furaha yenu, huzuni yenu itageuzwa kuwa furaha. Hiyo ni katika Yohana sura ya 16 mstari wa 19 na 20. Unaweza ukajisomea, utajisomea. Lakini leo nataka kukuambia kwa habari ya siku ile ya Jumapili ya Pasaka alipofufuka Bwana Yesu. Wako watu walishuhudia, na Biblia inasema ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Na ndio maana Bwana Yesu aliweka mazingira ambayo watakuwepo mashahidi. Bwana asifiwe. Si watu wote, si umma wote wa Yerusalemu walioshuhudia kufufuka kwake, lakini walikuwepo mashahidi zaidi ya mmoja, na ikathibitika kwamba hakika amefufuka. Bwana asifiwe. Tukisoma katika kitabu cha Luka mtakatifu, wewe uliye na Biblia unaweza kaenda pamoja nami, sura ya mwisho, sura ya 24. Na kwa sababu ya muda pia sitasoma, lakini ingekuwa vema ukasoma yote tokea mstari wa kwanza hadi wa mwisho, ili upate flow yote. Na mimi nitasoma kwa kuruka. Tunaelewana? Tutaniruhusu. Nitakuwa nasoma kwa kuruka ili to save time, lakini pia upate ladha yote ya somo hili. Bwana asifiwe. Mchungaji amesema hamna uinjilisti, lakini nimekuja kwa mtazamo wa semina. Bwana asifiwe. Kwenye semina tunajifunza, si ndio? Kwa hiyo lazima ualimu uwe juu. Haleluya. Amen. Manake sasa nimeuliza hapa, kuna mtu ambaye anahitaji wokovu? Hamna. Maana wote tumeokoka. Na Yesu ameagiza wale waliokoka wafundishe yale yote niliyokuagiza. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo leo ni Jumapili ya Pasaka. Ungehubiriwa injili ya kukusisimua na kuinua, lakini pia ni fursa leo, kwa sababu ni semina, unafundishwa neno la kukuinua na kukujenga ili uwe mshindi. Bwana asifiwe. Ukitoka hapa usiende ukiwa mtu yule tena. Uende ukiwa mwenye nguvu ya rohoni, nguvu ya kukuwezesha kufanya mambo makubwa kwa jina la Yesu. Amen. Kama ambavyo Mungu nguvu iliyofanya afanye mambo haya yote ni nguvu ya upendo. Bwana asifiwe. Upendo una nguvu. Si mnajua? Nikisema upendo, na maana upendo wa Mungu. Maana kuna upendo ule mwingine wa kibinadamu, unaoangalia sura, unaangalia mtu, unaangalia vitu. Upendo wa Mungu unaangalia mafanikio ya mtu wa ndani. Bwana asifiwe. Spirit man, mtu wa ndani.
upendo wa Mungu unamfikia ule mtu wa ndani, na hivyo ukimfikia mtu wa ndani, mtu wa nje pia anafikia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika kifungu hiki tunasoma hata mstari wa kwanza, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari, wakalikuta lile jiwe. Mchungaji alisema habari ya jiwe limewekwa pale kaburini. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa, limetolewa, limevingirishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili, maana makaburi yao yalikuwa unaingia kabisa, unaenda kabisa ndani. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata chini, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni aliyosema nanyi alipokuwa kaliko Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo yote. Nao ni Mariamu Magdalena na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Yenyewe tukisoma maandiko mengine inaonyesha ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jambo linalofuata, ujazo wa Roho Mtakatifu. Ujazo wa Roho Mtakatifu ni lazima ujazwe Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ni uwezo utokao juu, utakao kuwezesha kufanya yale ambayo kibinadamu huwezi. Kwa mfano, kushinda dhambi kibinadamu huwezi, lakini ukiwa na uwezo utokao juu, ukijazwa na Roho Mtakatifu, ukawa na uwezo, ukawa na Yesu, utashinda kujaribu. Bwana asifiwe. Utakuwa mshindi katika kila ulifanyalo. Na la tatu ambalo nataka kuambia lina mambo kadhaa, nimeajumlisha kwamba ni silaha za Mungu. Silaha za Mungu. Chukua silaha za Mungu. Bwana asifiwe. Hii tunapata kutoka kwa Waefeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 10. Waefeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 10. Sitasoma, lakini naomba ukasome. Nazingatia kwamba Biblia inasema vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kushinda, na baada ya kushinda kusimama. Naelewa? Kwa hiyo hizi silaha za Mungu ukizipata zinakupa kushinda pale unapopambana. Maana anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na wakuu wa giza hili wenye pepo. Tunashindana nao kwa silaha hizi. Baada ya kushinda kusimama, kwa maana usirudi nyuma tena. Tunaambiwa kuna wengine wanarudi nyuma. Kwa nini wanarudi nyuma? Kwa sababu hawakuzingatia kuzishika silaha hizi za Mungu ambazo zinatuwezesha kushinda na zinatuwezesha kusimama. Nitazinakili tu moja moja hivi, lakini ukisoma pale zinakueleza kwa ufasaha. Hizo silaha ni imani, neno la Mungu, wokovu, maombi, kweli, kusema kweli, na kusimamia haki na ushuhudiaji. Haya nimeyaweka kwa maneno yangu. Kusoma pale inaeleza kwa ufasaha.
Ushuhudiaji ni ule utayari tupatao kwa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hayo mambo, silaha 7 hizo: imani, neno la Mungu, wokovu, maombi, kweli, haki, ushuhudiaji au utayari wa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Tukizingatia vitu hivi, hatutababaishwa na dunia. Tutakuwa na nguvu ya Mungu kutenda kazi ndani yetu. Kwetu sisi nguvu ya ufufuko itakuwa halisi. Haleluya. Na tutaweza kuufikia ulimwengu sawa sawa na agizo lake kwa Yesu, kwamba enendeni ulimwenguni. Sasa alipokuwa anaondoka akawaambia sasa wanafunzi wake, na ndio anatuambia na sisi, enendeni ulimwenguni. Sasa mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, aminie na kubatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, lakini pia wafundisheni na kuwafundisha wote yote niliyowaamuru. Kwenye Mathayo 28 mstari wa 19, Mathayo 28 mstari wa 19 inaeleza habari za agizo kuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, Yesu Kristo amefufuka. Amechoka. Naomba tusimame. Haleluya. Mungu ni mwema na wakati wote. Kristo amefufuka. Kristo amefufuka. Ninataka kwamba tunapoondoka hapa, walau uwe umejua ya kwamba utamuomba Mungu akujilie ufahamu. Bwana asifiwe. Akujilie nini? Ufahamu. Kama Mungu akifungua akili yako unapata ufahamu, ukaweza kujua neno lake, kweli yake, na kusimamia, utatoboa. Bwana asifiwe. Utafanikiwa. Ninayo mengi ya kukuambia kwa habari ya jinsi ya kufanikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Lakini hayo Mungu akitujilia nafasi leo, omba upate ufahamu. Mungu akujilie, ukisoma neno lake, yale maneno yanakuingia, unaelewa kabisa, hapa hili ni jibu la Mungu, nilikuwa nahitaji hili, Mungu amenijibu hapa. Bwana asifiwe. Ulikuwa unaumwa, unasumbuliwa na magonjwa, ukasoma neno, Mungu akakuelekeza, au ukatumia silaha nyingine, maombi. Bwana asifiwe. Ukapiga maombi, ulipoamka kwenye maombi ukapata uelewa kabisa, Mungu anataka nifanye hili, Mungu ananielekeza nifanye hili. Bwana asifiwe. Muhimu sana. Pale unapofanya kazi, wanakuzunguka wakikusakama, wakitaka tu uungane nao katika uhalifu, katika udanganyifu, katika uongo, lakini wewe umesimama na kweli. Bwana asifiwe. Unasema yote lolote liwe, lakini nitasimama na kweli ya Mungu. Utakuwa salama. Bwana asifiwe. Utakuwa salama. Ukasema nasimamia haki. Haki. Najua haki. Watu wengine wanasema wanataka amani, lakini amani bila haki haina msingi. Bwana asifiwe. Lazima uwepo na haki, amani itakaa. Amani ni tunda la haki. Bwana asifiwe. Ni product. It's a product. Kwa hiyo muhimu usimamie silaha za Mungu, na Mungu atakufungulia njia, utafanikiwa na utamrudishia Mungu sifa na utukufu na faida kubwa kwake. Unafahamu, unapomrudishia Mungu sifa kwake yeye,
ndio lengo lake, ndio faida yake, ndio mavuno yake. Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu anasema katika Isaya 43 mstari wa 25, mimi ndiye nikusamehe kwa ajili yangu mwenyewe. Yaani Mungu anatusamehe sisi kwa ajili yake mwenyewe. Bwana asifiwe. Sisi tunataka kusamehe, tunataka kupona. Mungu anafurahi sana, anataka kusamehe haraka sana kwa ajili yake. Kwa nini? Anakupata na wewe hatimaye utamrudishia sifa, shukrani, utukufu. Haya kwa Mungu ni mambo makubwa kuliko sisi tunavyowaona. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. You Bwana asifiwe. Amen. You Bwana. Haleluya. Wako watu, mimi nafahamu pale Dar es Salaam, pale kanisani kwetu, nafahamu kijana mmoja ametaka sana kupata mchumba, lakini kila akipata mchumba anapeperuka. Kila akipata mchumba yuko adui anazunguka kujaribu kukupotosha, kukupotezea muda, kukudanganya. Usikubali. Usikubali. Mwachilie Bwana Yesu ashughulike na maisha yako. Basi tutamwombea kabla ya kuomba mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana unafikiri ni mchungaji anaongea hapa, lakini ni Roho Mtakatifu ameliona hiyo. Kwa hiyo usipige kimya. Jamani, hapa kuna mapadri na masista nini? Njooni mbele muombewe. Kwa nini napiga kimya? Mimi sinawafahamu. Njooni. Kwa ni Roho wa Bwana anasema, kwa nini hajaanza na hitaji lingine? Lakini amesema hilo. Ndio kwa sababu Mungu amekuona. Na kwa kuwa Mungu amekuona, Mungu anataka aweze kukujibu hitaji lako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mchungaji, niseme tu kwamba na wale wengine wote wanatarajia wataolewaga. Tarajia kuoa au kuolewa, basi kaa kwenye kiti. Baba, tunashukuru kwa ajili ya vijana wetu hawa. Tunashukuru Bwana kwa sababu wamejitokeza wakileta hoja hii ambayo Mungu umenionyesha. Naomba Mungu wajilie sasa neema hii, wapate kupata wenzi wao. Bwana, ninamwombea kila mmoja wao apate kupata mwenzi wake wa kumfaa, ambaye Mungu umempaka wao, ukawashukie sasa na ukawajilie kupata mwenzi ambaye wakufanana naye. Mungu, ninaomba ukawajilie sasa, ukajilie Bwana huyu, ukajilie kijana huyu, ukajilie wakaweze kuishi kwa amani na utaua, wanakutumikia, wanakuishia na Bwana ukiwatumia sifa na utukufu kurudi kwako. Ukaguse huyu, ukakufue, ukakupe Bwana mume wa kufanana naye, ukamjilie Bwana, katika kupata mchumba, katika kupata mume wa kufaa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunakuadhimisha sasa, tunakutukuza, ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Wakati huu nataka kuolewa ni mahali. Bwana asifiwe. Leo ni fursa kidogo, lakini kama mtu anahitaji na tutoke hapa bila kumwombea, kama unalo hitaji, haijalishi ni hitaji gani, nyosha ili tuombe pamoja kwa imani.
tunakuja mbele zako tukikushukuru, tukisema asante, tukitambua uwepo wako mahali hapa. Umesema kwa wapo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami ndipo papo hapo katikati yao, na lolote watakaloomba kwa jina langu watapewa kwa yako aliye mbinguni. Baba, waone watu hao na ninawaleta mbele zako, waone Bwana kila mmoja wa baba na wa mama wamesimama mbele zako, wapate kuleta hitaji lao, kila mmoja apate kuleta hitaji lao mbele zako. Naomba Mungu mambo yote, uonaye mambo yote wanapoyasema sasa, wanapojifungua hali mahitaji mbele zako, na ninaomba kila mmoja aseme mbele zako hitaji lake. Naomba Mungu ukakutana na mahitaji haya, ukakutana na mahitaji haya kwa jina la Yesu. Bwana, naomba ukutane na hitaji lako, ukutane na hitaji lako. Fika wewe, uondoke. Fika wewe, uondoke. Uondoke, fika wewe. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uwe mzima na uwe huru. Uwe mzima na uwe huru. Fika wote waangushe chini kwa jina la Yesu. Kila zote za giza na kuzimu tunazivunja, tunazikemea, tunaziponda, tunaziamuru zitoke chini kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akutokee kwa Yesu, kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Iwe hivyo, iwe hivyo. Haleluya. Asante Bwana, asante kwa uponyaji, kwa uzima, kwa ushindi Baba, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Asante Yesu. Nakuja kila roho kwa jina pokea uzima, pokea uponyaji. Pasaka ya kweli ya Mungu ndani ya maisha yenu. Sifa na utukufu virudi kwa Bwana Mungu wa majeshi. Haleluya. Kristo amefufuka. Amen. Amefufuka. Tusimame. Amefufuka. Kristo amefufuka. Naomba tukae. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana. Turudie tena pamoja na Bwana. Tumshangilie tena Mungu wetu. Mungu ni kwa kuwa yuko ndani yako na amefufuka. Haleluya. Angekuwa kufufuka, tungekuwa leo tuko kwenye huzuni, tuko kwenye taabu, tuko kwenye mahangaiko makubwa, lakini kwa kuwa Yesu amefufuka, tuna furaha na amani. Shangilie tena Bwana. Haleluya. Asante sana mchungaji kwa ajili ya semina nzuri ya baraka kwa kweli, ambayo Bwana ameendelea kutuhudumia sana, na Bwana amegusa mioyo yetu, Bwana ametuponya pia, Bwana amesikia mahitaji yetu na anaenda kutujibu. Baba,
Tumemwona Mungu akituhudumia akisema na maisha yetu. Kwa kweli kwa kufufuka kwa Yesu, watu wengi siku ya leo wamejisikia fahari kwamba Yesu alikufa lakini hakubaki kaburini, lakini amefufuka. Na sisi leo tumemshangilia Yesu kukumbuka kufufuka kwake.